Mchungaji, kuna hizi vitabu andika mahali, lakini zingine labda nitaruga kutalingana na wakati. Naona tuko saa 4 na dakika 8. Mwanzo 35:1-3. Tena hiyo Mwanzo 30 verse 30. Hiyo Mwanzo 28:16. Hiyo Mwanzo 27:41. 1 Samuel 1:12. Hiyo Samuel 2:1-24. Luke umekimbia sana ama tuko pamoja? Akisoma sasa unajua yule ni mikono yake inakuanga haraka, njoo atasoma pale umeruka, si utakuwa na jaza, si ni sawa? Aya, Luke 17:11. Ikiwezekana tutafika 19. Tumalizie na Yeremia 30:11. So si lazima tusome sote, vile Mungu atatuongoza. Aya, nitasoma hiyo kitabu ya kwanza, Mwanzo 35 verse 1-3. Mwanzo 35 kuanzia hapo mstari wa kwanza. Kisha Mwenyezi Mungu akamwambia Yakobo, panda uende Betheli, ukakae huko na ukajengee Mungu madhabahu huko, yeye aliyekuokoa ulipokuwa unamkimbia ndugu yako Esau. Hivyo Yakobo akawaambia watu wa nyumba yake pamoja na wote waliokuwa pamoja naye, iondoeni miungu ya kigeni iliyoko katikati yenu, jitakaseni, mukabandilishe nguo zenu, kisha njooni twende Betheli, mahali nitakapomjengea Mungu madhabahu, aliyenijibu katika siku ya shinda yangu, ambaye amekuwa pamoja nami popote nilipokwenda. Nitaachia hapo. Bwana asifiwe sana. Hebu inua Biblia yako nione kama uko nayo. Hiyo ni Bible ama ni notebook? Yongo. Ni Bible? Nimeona kama notebook. Hebu inua juu kabisa. Weka chini. Kama una inua mkono juu. Na usione haya. Inua mkono juu. Hebu simama. Simama tu. Haujui kama kuna container ya Biblia iko hapa nje? Simama tu kama una, simama kabisa na usidanganye Mungu. Kama hauna Biblia simama. Sio ya simu. Kama una Biblia simama. Simama tu. Uko njugu kwa aje Asha? Aya. Wewe kama ile simu unatumia ni zaidi ya 10,000, fanya na mkono namna hii. Wewe ambao umesimama. Wave. Ama 5,000 kwenda juu, fanya mkono hivi. So inue, mwingine amefanya hivi. Hii ni challenge kidogo, si ndio? Sasa kama umeshindwa kununua Biblia, uende uuze hiyo simu. Ununue nini?
Haya, keti. Hao watu hata ni wasafi sana. Mtu hawezi kosa 1,000 kununua Biblia. Si ni ukweli? Kwa hivyo make sure sisi wahubiri, sisemi mimi ama wenzangu hapa, lakini wahubiri wengine wanahubiringi vitu zingine. Anaweza taja kitu, kwa mfano kitambo kidogo ndio nilikuwa kama injilisti, nimeamuka na ubiri nikiwa kijana, nikakuja Nairobi. Pastor mmoja akahubiri neno na akasema Biblia inasema. That's why mimi nikiwa popote pale ukitaja Biblia na ufungua na angalia. Kwa sababu gani? Na mimi nikaenda ushago. Na hiyo kitoka Nairobi kuna kale ka heshima, nikaambiwa ndio unatuhubiria leo. Nikahubiri katikati nikasema Biblia inasema. Mzee wa kanisa akaniita baada ibada akaniambia hiyo neno sijaisikia. Na nimesoma kutoka Mwanzo mpaka Revelation. Naomba tu nisaidie hiyo neno. Nikamwambia nimesahau, nitakutafutia. Ilikuwa around 1995-96 mpaka wa leo. Ilibidi nisome Biblia kutoka mwanzo mpaka mwisho. Sijawahi pata. Bwana asifiwe sana. Sijawahi pata. Na tena binadamu anaweza kosea. Tukiwa zima nimehubiri kuhusu Zakayo lakini namuita Lazaro. Sasa nasema Lazaro akapanda juu ya mti. Ndio mchungaji akaniambia si Lazaro ni Zakayo, lakini hiyo ni kupitana kwa mdomo. Kwa hivyo neno la Mungu liko na nguvu. Na ndio Yesu akasema ukiyashika maneno yangu na yakae ndani yako, basi omba chochote utakacho na mimi nitakupatia. Wale wako na Biblia wamefanya niingie kwa topic nyingine. Bwana asifiwe. Na Yesu alishinda shetani na neno, hakutoka nje ya neno. Na kama alitoka nje ya neno, inua mkono juu saa hii uniambie. Jaribio la kwanza aliambiwa geuza mawe iwe mkate ule, ndio alikuwa na njaa. Shetani anakujaribingi na kile unatamani, hiyo ndiyo anakuleteanga. Yesu akamwambia mtu hataishi kwa mkate tu bali na neno la Mungu. Na alimwambia imeandikwa. Ya pili, shetani pia akamletea majaribio mengine, akamwambia jiangushe. Atatuma malaika. Sema amen. Nafikiri hiyo ndiyo ya tatu. Na shetani alipojua Yesu amekatalia kwa neno, naye aliingia kwa neno. Alimwambia imeandikwa atatuma malaika wa kushikilia. Yesu bado akastiki kwa neno, usimjaribu Bwana Mungu wako. Shetani akamuondokea na akaenda. Kuna wakati unaweza jipata ni wewe tu na mwenye anakujaribu kama ni ibilisi sasa na Mungu. Sema amen. Kama vile wakati wa corona ilitokea watu walikosa wahubiri, hata wahubiri walikosa washirika, si ni ukweli? Kwa hivyo geukia mwenzako mwambie lishike neno la Mungu. Shike neno la Mungu. Neno la Mungu ni muhimu na litakusaidia. Amen. So maandiko yanasema, na ujumbe wangu siku ya leo ni kumrundia Mungu. Andika mahali, kumrundia Mungu pamoja na shukrani zako. Sema amen. Amen. Hapa maandiko yamesema Mwenyezi Mungu alimtokea mtu anaitwa Yakobo, akamwambia panda uende huko Betheli ukanijengee madhabahu. Na Mungu akamaliza na hakuongea mambo mingi. Bwana asifiwe sana. Amen. Sasa hayo mengine mzigo ulibaki kwa Yakobo kwa sababu gani? Alipotajiwa Betheli, alikumbuka hapo Betheli ndiye alikutana na Mungu mara ya kwanza.
maisha yake kuona Mungu na Mungu kumuongelesha. Na wakati huo halikuwa ametoroka asiuawe na ndugu yake. Mamake akamwambia, torokea kwa kule kwetu kwa kakangu, uende ukae huko, uishi huko, wakati hasira ndugu yako itatulia nitakuambia. Juu Esau alikuwa ameamua liwe liwalo nitamuua, juu alikuwa amemuibia baraka zake. Sema amen. Na wakati huyu jamaa alitembea, alifika mahali kukawa usiku. Kitambo hakukuwa kumejengwa, hakukuwa na mangari. Kwa hivyo alichukua mawe mahali tu kwa kichaka, akawekelea kwa kichwa chake, akalala. Alipolala hapo ndio Mungu alimtokea. Akaona mbingu imefunguka. Sema amen. Amen. Na alipoona mbingu imefunguka, Mungu alimwambia, nitakulinda, nitakuwa pamoja na wewe. Na yeye akaambia Mungu, kama utanilinda, kama utakuwa pamoja na mimi, niende kule ninako kwenda. Nikienda pale nifanikiwe, nipate kibali, unijalie rehema na neema zako, unibariki hata na mali. Nikirudi nitapitia hapa, nitakutolea fungu la 10. Na akamiminia njiwe nini? Mafuta. Sema amen. Amen. Jamaa alipoenda kule akabarikiwa. Akienda alienda na fimbo peke yake, hata nguo ya kubadilisha hakuwa nayo. Lakini akitoka pale alikuwa na wake 4 na watoto 12. Sorry, ni 13. Yuko na msichana hapo huwa hatajwi sana. Alikuwa anaitwa Ndina. Alikuwa katikati ya mandume. Bwana asifiwe. Amen. Hakarudi na mali nyingi sana. Mbuzi, kondoo, ngamia, pesa, dhahabu na kila kitu. Na hata akiwa njiani wakakutana na malaika. Wakapigana mieleka usiku kucha. Hakuwa anajua ni malaika. Lakini asubuhi kulipopambasuka, huyu jamaa akamwambia, niache niende. Akamwambia, utaenda kama hujanibariki. Ndiye alimgusa hapa akateguka. Na Biblia inasema tangu hiyo siku alikuwa anatembea sawa sawa, lakini kutoka hiyo siku akaanza kutembea namna. Na akaambiwa, hiyo ndiye alama, unaitwa nani? Yakobo. Kutoka leo hautaitwa Yakobo tena, utaitwa Israeli. Na uzao wake ndio umetokana na Israeli. Sisi tunajiita nisanga na watoto wa Israeli. Hapo ndio ilitoka. Lakini aliporudi alisahau. Sahau. Kama vile ni kawaida ya watu wengi. Wakiwa katika shinda, unaweza ambia Mungu chochote kile. Mungu, hata ukinipatia kazi, mshahara ya kwanza sitagusa, nitakutolea. Mungu naye anasikia, anatimiza haraka. Wakati unalipa mshahara, unaanza excuse. Excuse zinakuwa geukia mwenzako mwambie excuse. Wewe Mungu unajua hata nyumba nahitaji kulipa. Wewe Mungu unajua niko na mandeni. Unajua mtoto anapaswa aende shule. Unasahau. Na ndio Yakobo alifanya, na akajisaulisha na akasahau. Mpaka wakati aliingia katika shinda. Hebu ndio hapo tumesoma hiyo chapter nyuma kidogo, mistari ya mwisho 2 tusomee mchungaji, ama 3. Chapter 34 verse 20 hapo ama tuanze hapo mstari wa 18. Kutoka Padan Aramu Yakobo alifika salama
Samahani, ni verse number 30. Chapter 34 verse 30. Basi Yakobo akamwambia Simeoni na Lawi. Ndio Yakobo ambie Simeoni na Lawi, hawa ni watoto wake, second born na third born. Walipoenda ile nchi ya wenyewe walipata shinda kwa sababu ndanda yao halirepiwa. Nao wakaamua kulipiza kisasi, wakaua wanaume wote. Waliporudi kwa baba yao, ndio hapo sasa mchungaji anatusomea na walikuwa wageni katika hiyo nchi. Nyinyi mmeniletea taabu kwa kunifanya nichukiwe na wakazi wa nchi hii. Sasa Yakobo alisahau na hii shinda hata sio Simeoni alileta, sio Lawi alileta, ni Mungu alileta, ndio Yakobo akumbuke. Kuna watu wengine unapatanga Mungu amewabariki, amewainua, lebo wengine wanazauna na Mungu, sasa Mungu anawarudisha chini tena, ama wanawandunga mahali, ndio ukumbuke pale pale Mungu alikunenea. Ndio. Geukia mwenzako mwambie kumbuka. Kumbuka. Kwa kunifanya nichukiwe na wakazi wa nchi hii ya Wakanani na Waperizi. Mzee alishindwa, itakuwaje? Tuko kwa wenyewe, wameuana, na sasa mzee ataambiwa ni yale watuma. Sasa akawaambia, nyinyi mmeniletea taabu kufanya nichukiwe katika nchi ya hao wenyeji wa huko. Mimi sina watu wengi, na kama wakikusanyika kunishambulia wataniangamiza. Ndio. Mimi pamoja na jamaa yangu. Akajiangalia vile yako walikuwa wandogo sana, hata sidhani kama wangefika hata 20. Akasema hata tukienda kwa vita hatuwezi, hata wakinishambulia wataniangamiza kabisa. Hao ndugu wawili wakajibu, ana haki gani ya kumtendea dada yetu kama malaya? Sasa wao hawakuona kama wamefanya makosa, lakini walitetea dada yao. Ndio hapo sasa tumefika, akiwa katika usuni, akiwa katika shinda, akiwa anamulilia Mwenyezi Mungu. Hiyo mstari wa kwanza ndio inasema Mungu akamtokea. Alimwambiaje pastor? Anza safari, uende kuishi Betheli. Mungu hakumwambia atampigania, Mungu hakumwambia chochote kile, alimtokea akamwambia anza safari uende Betheli. Kwa sababu hapo ndio walikutana na Mungu. Sema amen. Amen. Na kunijengea humo mahali pa kunitolea dhabihu. Mimi Mungu niliyekutokea wakati ulipomkimbia kaka yako Esau. Yaani Mungu mpaka anakukumbusha, ni mimi yule Mungu nilikutokea ukiwa katika shinda, ulikuwa umekimbia Esau. Ni mimi yule Mungu nilikutokea, haukuwa na mtoto ukaenda kanisani ukaombewa. Ni mimi yule Mungu nilikutokea, ulikuwa unalala njaa, haukuwa na chochote, ukaenda kwa madhabahu ukabarikiwa, lakini ukasahau. Ni mimi yule Mungu nilikutokea katika shinda yako. Wakati ulikuwa umeroa pamoja na familia yenu, ni mimi huyo Mungu. Ilibidi hata Mungu amkumbushe wakati wa shinda. Sema amen. Amen. Na ndio maana ujumbe wangu nimesema ni kumrundia Mungu sasa. Si ati kuna ule ako 100%, tunamrundia Mungu na tunamrundia na shukrani za matoleo yetu. Kwa sababu Mungu hata kumwambia mambo mingi, alimwambia rundi pale Betheli, na ukienda unijengee madhabahu kwanza. Mungu hakuongea kitu kingine. Sema amen. Amen. Kumbuka mahali Mungu amekutoa.
Kumbuka kile Mungu amekutendea. Mimi watu wenu wangekuwa wamekuangamiza. Yakobo alikuwa amesahau, lakini Mungu anamkumbusha, anamwambia ni mimi yule Mungu nilikutokea ulipokuwa unakimbia kaka yako nani? Esau. Basi Yakobo akawaambia jamaa yake na wote aliokuwa nao, tupilieni mbali sanamu za miungu ya kigeni mlizo nazo, mjitakase na kubadili mavazi yenu, kisha tutakwenda Betheli ili nimjengee mahali pa kutambikia Mungu aliyenisaidia siku ya taabu. Sikia, yeye mwenyewe Mungu amemwambia tu nilikutokea wakati ulikuwa unakimbia kaka yako. Yeye mwenyewe akajirundia, anajijua. Kwanza wengine walikuwa wamesahau na Mungu wakatafuta miungu. Akawaambia tupeni miungu zote. Kama kuna kitu Mungu anachukia kwa hii dunia, ni kitu inaitwa miungu. Kitu inaitwa miungu. Wangapi wameabudu miungu hapa? Sio lazima uchonge. Si lazima uchonge kama Mungu. Unaona kitu yoyote unaweka mbele kuliko Mungu, hiyo ni Mungu yako. Ati unaenda ngaranji, makanika anakuambia leta hii ngari Sunday ndio ukuangi kazi. Sasa unapeleka ngari Sunday ngaranji, unashinda hapo. Unakosa kuabudu Mungu. Kukifanywa mkutano nyumbani unasema wekeni Sunday. Yaani hiyo siku ndio umeona si ya maana sana. Chochote unaweka mbele kuliko Mungu. Hata kama ni gari yako, mtoto wako, mali yako, chochote kile, hiyo ndio miungu Mungu anaona unaabudu. Sema amen. Amen. Sasa akawaambia toeni miungu zote katikati yenu. Sema amen. Amen. Jitakaseni. Haleluya. Amen. Kwa maana nimekumbuka, nimetokelezewa na ule Mungu aliyenitokea siku ya taabu yangu. Sema amen. Amen. Hata wewe siku ya leo, ndio, jiandae, jitakaze, tukaleta shukrani zetu kwa Mungu. Sema amen. Amen. Iondoe yale ya kale, tuanze mapya. Amen. Mchungaji, Mungu ambaye amekuwa nami popote nilipokwenda. Unasikia vile anasema halinitokea wakati wa taabu, alafu amekuwa nami popote nilipokwenda. Mstari wa 4. Basi wakampa Yakobo sanamu zote za miungu ya kigeni walizokuwa nazo, pamoja na vipuli walivyokuwa wamevaa masikioni. Naye akavifukia chini ya mwaloni uliokuwa karibu na Shekemu. Amen. Kwa hivyo leo tunatoa dhambi zote. Kama uko na mpango wa kando, kabla utoe hii shukrani, muandikie message mwambie tunaachana leo na Mungu amesema tuachane leo, nirudi kwangu. Ndio. Sema amen. Amen. Muandikie message. Umwambie sikuwa nimeokoka vizuri, sasa leo nimeokoka vizuri, nataka kurudia Mungu wangu. Sema amen. Kwa sababu Mungu anasema umkumbuke. Alikuwa naye wakati uko na hiyo ngari, hata chakula uko unapata, hata kupendeka pendeka. Yesu mchungaji. Tuendelee ama twende Genesis 30. Mbona umecheka hivyo? Iko mtu. Bwana asiye sana. Amen. Tuendelee mstari wa 5. Yakobo na wanawe walipokuwa wanasafiri,
Mungu aliwatia hofu wenyeji wa miji yote ya jirani. Wakati Mungu aliona Yakobo amekubali kutii. Unajua hata inahubiri leo, mimi si wengi watatii. Yakobo angekaa pale angeangamizwa. Lakini aliponenewa na Mungu, walijitakasa na wakaanza safari ya kurudi wapi? Betheli. Walipokuwa njiani, naye Mungu alipokuwa anaondoka, alitia hofu majirani, wala walikuwa wamepanga kuwaua, wala walikuwa wamewapangia mabaya. Kwa hivyo unaporundia Mungu na saka na shukrani zako leo, adui zako watatiwa hofu. Amen. Watatiwa hofu leo. Amen. Hao walikuwa wamekuinukia watatiwa hofu leo. Amen. Hao walikuwa wanakurushia mapepo yatarudishwa nyuma leo. Hao walikuwa wamepanga kukuua watatiwa hofu leo. Mungu alipoona wameamua, hakatia wale watu hofu. Mungu hakuambia Yakobo nitakupigania. Alimwambia rudi Betheli. Hata wewe leo sema amen. Amen. Hata unanitazama, hata kama uko ng'ambo, unakumbuka mahali Mungu alinena na wewe. Unakumbuka mahali Mungu alikutokelezea. Yakobo alikuwa ameenda nchi nyingine, akaambiwa hapana, urudi Betheli kwanza ndio niweze kunena na wewe. Lakini Mungu akatia maadui hofu. Na ninaomba siku ya leo ukitoka hapa, maadui zako wote watiwe hofu. Yes. Wale walikuwa wanakupangia mabaya watiwe hofu. Wale walikuwa wanafanya mikutano juu yako wakosane, wapigane wenyewe. Hata hawakudhubutu kuwafuata. Hawakudhubutu tena kuwafuata. Sema amen. Kuna mambo imekuwa ikifuata, mashinda, nini, magonjwa, mapepo. Leo haitakufuata tena. Amen. Haitakufuata tena. Amen. Kama uko na imani haitakufuata tena. Hata wale hawakudhubutu kufanya nini? Kwa sababu walitiwa hofu. Sema hofu. Hofu. Ni wangapi wanataka maadui zao watiwe hofu? Ama kuna mtu ana adui hapa? Sema amen. Amen. Yule anakupangianga mabaya atiwe hofu. Yule anakupangianga, anakuendeanga kwa muganga na uchawi atiwe hofu. Aliyesema utaolewa atiwe hofu. Uolewe waone ukiolewa, uoe waone ukioa, upate mimba na upate mtoto wajionee wenyewe. Sema amen. Amen. Wakisema utabarikiwa, unajua wakati baraka za Mungu huwa zinakuja, hakukuangi na kizuizi. Hata ni wao wenyewe wataanza kukutafuta. Wataanza? Sema amen. Amen. Ni wao wenyewe wataanza kukutafuta. Jamaa mwingine niliona kwa YouTube anaitwa Goliath wa Kenya. Kuna watu wameanza kumtafuta na wako wanamtafuta kwa sababu wamebarikiwa. Unajua Mungu akishuka ameshuka. Ni wakati wake umefika. Kwani unafikiria amerefuka leo mwaka huu? Alikuwa hivyo hata mpaka miaka 5 imeisha. Hata hapo stage ni wengi walijaribu kumpiga picha wakaposti na hakuna kitu ilifanyika, lakini wakati imefika wakati wa Mungu, inaitangwa divine connection. Maisha yanabadilika. Yes. Sema amen. Na unapelekwa kiwango ingine. Unaenda kwa kampuni kupimwa kiatu ndio utengenezewe. Si maisha imechange? Ni wenu? Ananiambia ni ndugu yake. Naona picha yake hapa. Ameanza kupata watu wao. Sio huyu hapa. Ni nani kwako? Wewe na yeye? Ni nani kwako? Acha tu. Sema amen. Hajakuwa mrefu leo. Na amekuwa stage na watu wanampita. Lakini siku yake ikafika. Kwa hivyo kama vile Yakobo ilifika wakati
wakati wa kutolewa kwa maadui, Yes. hapelekwe mahali kwa baraka. Ndio. Haleluya. Amen. Mahali ambapo Mungu pia aliahidia Ibrahimu. Yes. Hata wewe siku ya leo ukirundia Mungu na zaka na shukrani zako, Yes. anakutoa penye huko, anakupeleka level ingine. Unaona, hata wanakuongea, hata kutoa kwa level yao, akuweke kiwango ambacho hata hawezi wakakufikia. Amen. I receive it. Sema amen. Amen. Unajua kuna level huo unainuliwa, unatolewa kwa level, unapelekwa level ingine. Sema amen. Amen. Andoi anakuonea mbali. Vile alikuwa anasema huyu ni wa mashinda, anasema huyu amebarikiwa. Hata akitaka kusema unaomba shetani, bora Mungu amekubariki. Sema amen. Badala uongewe ukiwa maskini, afadhali uongewe ukiwa tajiri. Ukikula vizuri, ukikaa vizuri, uko na nyumba yako, Yes. uko na bwana yako, uko na bibi yako, uko na watoto, maisha inasonga mbele. Amen. Unajua Mungu akifungua njia ya baraka, kuna inukanga maandui. Kuna inukanga, lakini hawezi. Kama ni njia Mungu amefungua, anasema katika kitabu cha Revelation, ule mulango nimefungua, hakuna binadamu anaweza funga. Hata shetani mwenyewe hawezi thubutu kufunga. Yes. Na ule mulango wamefunga, hakuna yeyote awezaye kufungua. Kwa hivyo naomba leo milango ya shetani yote na maadui ifungwe katika maisha yako. Amen. Mungu akufungulie mlango wa baraka. Amen. Endelee pastor. Mstari wa 6. Aha. Basi Yakobo akawasili Luzu, yani Betheli, katika nchi ya Kanani, pamoja na watu wote aliokuwa nao. Akajenga hapo madhabahu na kupaita El Betheli, kwani hapo ndipo mahali Mungu alipojionesha kwake wakati alipokuwa akimkimbia kaka yake. Umesikia? Akarundi, akaenda Betheli na akawasili salama. Kama vile umewasili leo Jesus wina salama. Sema amen. Amen. Si umewasili hapa salama na wale mlikuja nao. Sema amen. Amen. Akajenga madhabahu. Ukiwa mwenzako muulize uko tayari kujenga madhabahu? Uko tayari kujenga madhabahu? Anasemaje? Mwambie kama uko tayari, shauri yako. Mimi najenga madhabahu kama vile Yakobo alijenga. Mwambie hivyo. Mimi najenga madhabahu kama Yakobo alijenga. Alipowasili akapaita El Betheli. Na hapo chini akasema, hebu soma hiyo mstari mwisho umemalizia. Akajenga hapo madhabahu na kupaita El Betheli, kwani hapo ndipo mahali Mungu alipojionesha kwake wakati alipokuwa akimkimbia kaka yake. Yaani akapaita El Betheli kwa sababu hapo alijenga hiyo madhabahu. Hapo alijenga Madhabahu. ndio alisimamisha njiwe, Mungu akamtokelezea, amelalisha amefanya njiwe pilo. Huyo mtu alikuwa na kitu kweli? Hata jacket ya kuwekelea kwa hiyo pilo hakuwa naye. Bwana asifiwe sana. Amen. Hakuwa na chochote. Lakini Mungu akamtokea hapo. Wakati wa shinda alikimbia kaka na wewe. Kwa ile madhabahu Mungu alikutokelezea. Urundi hapo na sadaka za shukurani. Amen. Jenga madhabahu hapo. Tuendelee hapo mstari wa 8. Debora mlezi wa Rebeka alifariki. Wachia hapo sasa. Asante. Wachia hapo pa Debora. Ruka hapo, Mungu aliongea na yeye. Chini. Mbele kidogo. Sawa sawa. Nduke
Baada ya kujenga madhabahu, Haya, Mungu akamtokelezea. Ni mstari wa 9. Aha. Baada ya Yakobo kurudi kutoka Padan Aramu, Aha. Mungu alimtokea tena na kumbariki. Sikia, amemaliza kujenga madhabahu, Mungu akamtokea tena na akambariki. Amen. Sema amen. Amen. Kwa hivyo hata wewe leo Mungu atakutokelezea tena na atakubariki. Na itakuwa baraka kidogo. Mungu alimwambia, jina lako ni Yakobo, lakini hutaitwa hivyo tena, bali sasa jina lako litakuwa Israeli. Kwa hiyo kwanza akabadilishiwa jina. Sema kubadilishiwa jina. Kubadilishiwa jina. Umeipatana na mtu amebadilishiwa jina? Sema amen. Kama vile ule muuza kuku alibadilishiwa jina, sasa ni rahisi. Sema amen. Hakuna mtu anamwambia leta kuku, anakibishana na magari. Hapana, hako Ikulu. Sema amen. Hata wewe utabadilishiwa jina. Ni wangapi wanaamini watabadilishiwa jina? Sasa unaitwa Dr. fulani, director fulani, mwenye ile kampuni inaitwa fulani, unaitwa boss. Kama una mtoto unaitwa mama fulani. Bwana sifiwe. Mwaka wa 2003 hapo, kuna mama tuliona kwa runinga alibadilishiwa jina. Na Mungu akiwa amekuahidi atakubariki, juu Mungu alikuwa amemwahidi atambariki, lakini hakumwambia atatumia njia gani. Sema amen. Amina. Mungu akafanya umbo, ikaenda ikapata mtoto ametupwa. Na amezaliwa saa hiyo hiyo. Ikauma, ikabeba. Na ngozi ya mtoto inakuanga soft. Ndio ujue ni malaika alipitia kwa umbo. Hakuna mahali njino ilitoboa mwili ya mtoto. Ikaleta kwa mboma. Jioni ilikuwa breaking. Watu wakaanza kutoka ng'ambo, wanakuja kuona umbo. Umbo ni ya nani? Ya mama. Wanakuja na shopping. Nani anapatiwa shopping? Nani anapatiwa pesa? Wanakuja hata kupigwa picha na umbwa, mpaka ikafika mahali serikali wakachukua ile umbwa wakalipa mama. Ikaenda ikafanyiwa hata upasuaji Kenyatta isisae tena. Kwani hamkuona hizo news? Na wangapi waliona? Sema amen. Kwa hivyo leo wachana na wale umejaribu wakushike mkono wakufikishe mahali wamekataa. Sema amen. Ukirundia Mungu na shukrani zako, na shukrani zako leo, Dio, Mungu naye anakubadilishia jina. Akikubadilishia jina, hata familia inabadilika. Maisha ya watu wenu inabadilika. Maisha yako yanabadilika. Ni wangapi wako tayari kurudia Mungu leo? Simama na miguu yako. Nimekuja kusema asante. Nimekuja kusema asante. Oh, nimekuja kusema asante. Nimekuja kusema asante. Asante kwa wema wako na fadhili zako Baba. Nimekuja kusema. Wacha nikugusie kidogo. Katika kitabu cha Samueli, kuna mama alikuwa tasa, alikuwa anaitwa Hana, akabadilishiwa jina. Na alipozaa Samueli, akamrudisha kama shukrani kwa hekalu. Mungu alimbariki na watoto wengine 7. Atujui watoto wa mke mwenzake alikuwa anamuongea vibaya kila siku. Atujui hata majina. Lakini Samueli is one of the greatest men of God. Manabii wale wakubwa katika Biblia. Na nabii wa kwanza kuanza kuteua wafalme na kuwamwagia mafuta.
Sema amen. Malizia na hiyo kitabu ya Yeremia dakika moja pastor. Hatutapeleka shukrani zetu tukiwa na huzuni. Hiyo wimbo shikilia dakika moja tunamalizia naye. Hatutapeleka sadaka zetu kwa Mungu tukiwa na wewe kama uko na huzuni runda naye. Sema amen. Lakini tunarundia Mungu na matoleo yetu. Tumwambie Mungu tumekukosea. Hatukukuwa na shukrani, ulitutendea tukasahau, lakini leo tumekuja katika madhabahu yako. Tunakujengea madhabahu. Na ukitoka hapa unabadilishiwa jina. Yeremia 30 mstari wa 11. Maana mimi niko pamoja na wewe kukuokoa. Mimi Mwenyezi Mungu nimesema, nitayaangamiza kabisa mataifa yote ambayo nilikutawanya kati yao. Sema amen. Kwa hivyo ukileta hizo baraka zote, naye Mungu atakuwa pamoja nawe na ako tayari kuangamiza hizo maadui zote. Mataifa ni maadui. Sema amen. Hata simama nawe, inua mkono juu. Masaa yangu imeisha.